Kweli ni wewe Swahiba, wakunipigia majungu, visili vyangu naiba, unagawa kwa walimwengu. Afadhali nimekuona. Hivi umekosa mabwana kweli? Paka unaenda kumpenda yule kubwa lao. Visili vyangu naiba. Umekosa mabwana? Kwani mbona kama unazunguka sana? Na unamaanisha nini unavomzungumzia mpenzi wangu kubwa lao? Yaani ni mwanaume ambaye haeleweki. Ni mwanaume ambaye anatafutwa hapa kijijini na mimi mwenyewe namtafuta. Amekuwa kama, yani amekuwa sijui kama kitu gani. Hivyo Kobla, unajua unazingua sana wewe. Afu mwanaume, wewe mtoto wa kiume, hebu jishikilie kwanza. Hivi yani habari za kiume unanifikishia mimi demu wake, unataka ili iweje kwamba? Yaani unataka nifanyaje mimi? Sikiliza, yani ukitaka yani mimi nikuamini kama wewe ni mwanaume kweli uliokamilika, mfuate yeye mwenyewe na hayo mambo yako makodi yenu mfikishane wenyewe. Usiniambie mimi. Sijui unanielewa wewe? Jua habari zangu, nikikwambia wewe zitafika kwake. Sasa kwa taarifa yako, mwambie ama zangu ama zake. Hapa kijijini mpaka wote wana kijiji wanamtafuta na mimi mwenyewe namtafuta. Nimekwambia wewe, najua fika yeye atafika. Ndo nimempenda kwa taarifa yako na ananiridhisha na ananipa kila kitu kama ujui. Sijui unanielewa? Nikampenda nani tofauti na yeye kubwa lao? Hapa kafika baba. Sijui unanielewa? Yaani utazunguka, yaani utaongea kile unachokiongea, ila kubwa lao uniambie kitu. Nimenasa. Unataka nisiongee? Unataka kinachotokea hapa kijijini nisiongee? Unajua kama mpaka kubaka yule anabaka? Unajua? Ndio maana nikakuuliza umekosa mabwana. Sasa kwa taarifa yako, mfikishie. Na utoka. Haya, nitamfikishia hizo taarifa. Yaani nikikutana naye popote pale, hizo taarifa lazima nizifikishe. Mbea mkubwa wewe. Mwanaume umekosa kazi za kufanya na kazi ya kuongelea watu yasoausu. Umbea tu. Mtazame kwanza kichwa kibaya. Kwenda bwana. Mwambie huyo watu tushachafuka, usije ukanifikishia taarifa kama hizo mbwa mkubwa wewe. Nishakwambia. Yaani mwanaume baadaye ufanye kazi zinazokuhusu, kazi za maana, unaanza kuzungumzia mpenzi wangu kubwa lao. Sasa kakukosea nini? Yaani na maana umetoka kwa mjini umekuja kukijijini kuja kumtafuta kubwa lao. Usi ushamba huu. Mbwa mkubwa wewe, kisigino wewe. Nyoo. Ulipotaka kuja mjini nilikupokea nikakusihi kwa makini, na hii mjini shule nilikwambia ukaitikia. Leo siamini Swahiba ulichonifanyia. Kweli ni wewe Swahiba, Mwenyekiti, habari yako? Salama. Wewe ni nani? Mwenyekiti, mimi ni kijana wako. Kwa muda mrefu tu nilikuwa mjini huko. Nimerudi hapa kijijini mwenyekiti. Umenisahau? Wewe unaitwa nani? Mwenyekiti, Kobra. Kobra? Aha. Nimeukumbuka. I say, kweli nimeamini mjini ukienda unabadilika. Wewe umebadilika. Kuna matatizo hapa kijijini, si unasikia? Hao matatizo mimi siyasikii. Labda unaweza ukaniambia matatizo gani? Kuhusiana na yule kubwa lao. Nimekuelewa. Huyu kijana Kobra nimeletewa taarifa nyingi ofisini kwangu. Kwa sababu rafiki yangu Kobra umenifikishia wewe, ili swala ndahakikisha linafanikiwa. Huyu kijana tunamtokomeza, na ikishindikana kwenye kijiji changu ataama. Yaani sijui nifanye nini. Ukishindwa nyie serikali, ukishindwa wewe, basi mimi na wananchi tutajua tunafanya nini. Hatumshindwi yule. Sasa wewe ukiweza kushika mapanga, unaniambia eti unataka mwende kwa mapanga. Mimi ndo serikali, sawa? Na kama mimi ndo nimesimama mbadala ya serikali, basi mimi ndo serikali. Kwa sababu hayo mambo yote yamezungumzwa. Na ndio maana umeamua kunifikishia mimi mwenyekiti wako. Kwa hiyo niachie. Sitaki tena mimi kusikia habari za kushika mapanga kwenye hiki kijiji, sawa? Serikali ina mkono mrefu. Kutegemea mwenyekiti. Na kutegemea kwa sababu wananchi wako hutaki waonewe, hutaki wadhulumiwe, hutaki wafanywe vitu vyovyote vibaya. Na kutegemea kwa kila jambo. Hili jambo nimeshakwambia limeshafika kwenye mikono ya serikali, ondoa shaka. Wewe ni Kobra na ni rafiki yangu, tumesoma wote na ulinitangulia darasa moja.
cha msingi na cha sekondari. Siku ya kesho ufike ofisini. Alafu nitawaita na baadhi ya wazee, tutaenda tumfuate, tumuulize vizuri huyu kijana ambaye anasumbua kijiji changu. Nashukuru sana. Natumai tutafanikiwa. Usijali kwa. Asante sana. Karibu sana nyumbani. Asante sana. Karibu. Mimi ni kijana wako, nitakuja. Sawa. Ulipotaka kuja mjini nilikupokea. Kubwa lao. Niambie mama. Hivyo unajielewa kweli wewe? Yaani kila siku unakuja nyumbani kwako na sikukuti. Siku zote upo wapi? Alafu hatimaye eti leo tunakutana hapa njiani. Haya, huku unatokea wapi sasa? Sikiliza mama mtu. Ulayani sasa hivi kumejamba, yani kumenuka. Kila mtu macho yake kwangu mimi. Ndio maana umenikuta hapa. Yaani mtawa kule ndugu yangu, hutaki kuonekanika hata kidogo. Yaani umechafua, yaani pananuka. Yaani kila mtaa, kila kona, kila sehemu wazee wakubwa wanakutafuta wewe mtu mmoja. Wewe mbona hutaki kubadilika, upoje? Mimi kuchafua muhimu, yani lazima nichafue kutokana na maisha ambayo tunaishi, sio maisha konki. Kwa hiyo mimi nafanya vile kwa sababu maisha sio mazuri. Au sio? Tasikiza, ngoja nikupangilie. Kobla ametoka mjini, amekuja huku kijijini huku, amekuja kukutafuta wewe mtu mmoja. Unatafutwa. Kwa hiyo unataka kuniambia Kobla bado ananifuatilia, si ndio? Ndio maana yake unauliza jibu. Sikiliza. Yule mtoto nimekutana naye juzi afu hivi tu. Nikamwambia mimi sitaki kufuatilia wala sitaki shobo na mtu. Unajua akaniletea shobo, sijui mimi na kumind, sijui na mind pigo zako, mimi nimemkataa mazima. Kwa kama bado ananifuatilia, mimi nitamtafuta, nitaruka naye nzero. Kulu kutanta matentele. Siwezi kumwacha hata kwa dakika 2. Ndio hivyo baba mtu, kwa ndio hivyo. Ujumbe ndio nishakufikishia. Wewe sasa sijui tunafanyaje sasa. Okay. Mimi nimehama kijiji kile, sasa hivi niko kijiji hapa hiki. Sawa. Nipeleke huko ulipohamia sasa hivi nikapajue. Ulipotaka kuja mjini nilikupokea nikakusihi kwa makini. Na hii dunia mjini shule nilikwambia ukaitikia. Leo siamini swaiba ulichonifanyia. Kweli ni wewe swahiba wakunipigia majungu, visili vyangu naiba, unagawa kwa walimwengu. Kweli ni wewe swahiba wakunipigia majungu, visili vyangu naiba, unagawa kwa walimwengu. Samani kwa kuchelewesha majukumu yako. Nimekuita pembeni, nataka nikwambie kitu. Ni kuhusu wana kijiji wangu. Siwaelewi kabisa nini ambacho nazungumza juu yako. Wakati wewe ni mtu ambaye umetulia, mtu poa, mtu una nongwa na mtu. Kwa hiyo nikwambie tu, wana kijiji wanakusema vibaya. Mimi sipendi kufuatiliwa. Sihitaji unifuatilie maisha yangu. Sio mimi nakufuatilia. Ni hao wana kijiji wangu. Mara kadhaa wanakuja ofisini kwangu, na hata hapa unapoona mguu wangu nimefika hadi hapa. Nimepishana na Kobla na ameniambia maneno mabaya sana kwamba wewe unabaka, wewe unakaba, wewe yani ni yaweleweki. Mimi nikamwambia kubwa lao sio jambazi, na nikaona ngoja nikufikishie tu taarifa. Mimi nikimkamata Kobla nitampiga. Kwa sababu nimeshazisikia habari zake na nilishamuonya. Sitaki shobo. Ujue mimi nataka ustaarabu na nataka amani, lakini ukinifuatilia zaidi mimi naweza nikakuzuru. Na nikimkamata popote alipo ninampoteza. Mkuu, sasa nimekuelewa. Na najua kabisa mkono wako ndio sheria. Wewe unaga sheria nyingine zaidi yako ya mkono wako. Lakini hayo tuachane nayo mkuu. Vipi? Hauna buku hapo nikanunue ulanzi huko kilabuni? Sikiliza wewe, mimi sizoeleki, hapo sipendi kulizoea. Au unataka nikusauli sasa hivi nikuchukulie kila kitu? Kaka mkubwa. Ujue wewe nakuheshimu sana. Namba niachie, mimi na jelo tu mfukoni, na hii jelo ni kwenda kununulia ulanzi pale. Nikaona ukiniongezea buku itakuwa bomba. Mimi sijui mwenyekiti, sijui serikali ya kijiji. Yeye siogopi kitu, hapo unaponiona mimi sitafuti maisha, mimi natafuta kufa sio. Basi nisamee. Namba nisamee. Kwa hiyo nakuonya usinisogelee wala usinifuatilie. Nimekuelewa kaka. Bye.
Ulipotaka kuja mjini nilikupokea nikakusihi kwa makini, na hii mjini shule nilikwambia ukaitikia. Leo siamini swaiba ulichonifanyia, kweli ni wewe swahiba wakunipigia majungu, visili vyangu naiba, unagawa kwa walimwengu. Kweli ni wewe swahiba wakunipigia majungu, visili vyangu naiba, unagawa kwa walimwengu. Kasali sala zako za mwisho, na ningekukamata leo ndio ilikuwa siku yako ya mwisho, usingeonekana tena kwenye ulimwengu huu. Unamchezea mtu mbaya, kubwa lao sipigiwi, na ukipiga mimi nimecheza. Kawadisie nisichezewe hata siku moja, utanihamisha kwenye umji. Shem, umenitia nini? Nimekuita kama anavyoita watu wengine, au unasemaje? Nasikia sasa hivi umehamia huku. Kule umefanya tukio gani mpaka uhamie huku? Maana sio kawaida yako. Nimepiga mshindo mtoto mzuri. Nimepiga mshindo ndio maana nikaona nije huku. Si unajua maisha yenyewe sasa hivi kuna nini tena zaidi ya kupiga mshindo? Utamua shoga yangu na pressure. Upunguze basi Shem. Usijali. Mimi nimepiga mshindo ili niruke zero na wewe. Hizo. Niambie mtoto mzuri. Unamjua mpenzi wako jinsi alivyo. Mimi siwezi kugombana naye yule. Unamjua alivyochangamka. Mimi siwezi kabisa ugomvi Shem. Hapana. Hapa mimi mwenyewe stopa, yani namba 5 kama karata, kopa na jembe. Kwa hakuna kinachoshindikana hapa. Mimi naminya na wewe unatakiwa uminye. So lazima ajue kwamba mimi na wewe tunatoka, au sio? Wewe unatakiwa kuuchuna ngendo. Unauchuna mambo mengine vipi? Tunaruka zetu na zero, maisha yanaendelea. Mimi nataka ukale bata. Lakini mimi naogopa. Unaogopa nini mtoto mzuri bana? Hem, sogea. Mtoto mzuri kama wewe unachogopa wewe nini bana? Shem. Sawa. Yachie nini? Kono kutanta kula nazi. Mwenye nilikuwa nakupenda. Basi tu. Hivyo. Labda Toleka. halijapangwa bado, Ndio ufunguki. niache kulazimisha, yatakuja kuniua. Mkono mtupu au lambwe, haikupangwa uwe nami. Niache kulazimisha visivyowezekana, labda fungu langu halijapangwa bado. Niache kulazimisha, yatakuja kuniua. Na imefikia tamati, nimeshindwa, sitaki tena.